Sehemu ya kwanza. Ilikuwa siku ya Ijumaa majira ya saa 3 asubuhi. Nora anaanza safari ya kutoka Oman kwenda Dar es Salaam, Tanzania na kuelekea Zanzibar. Alikuwa akilindwa na walinzi mpaka kufikia airport. Muda mchache baadaye Nora anafanikiwa kupanda ndege ambayo inaelekea Dar es Salaam, Tanzania. Lakini alianza kupata unyonge kwa kuwa anaiaga Oman na sasa anaelekea Tanzania, ambapo kwa kipindi kirefu hajaenda tangu utoto wake. Mnamo saa 10 jioni, ndege kutoka Oman aliyokuwemo Nora inawasili Tanzania, na tayari Nora alikuwa anasubiriwa na taksi kutoka kwa familia yake iliyopo Dar es Salaam, ambayo inamwaisha bandarini kwa ajili ya kuelekea Unguja. Oh, Tanzania nzuri sana. Ni kipindi kirefu sana tangu nije. Nina furaha kuwasili tena Tanzania. Kumbe Nora alikodi mashua ya kawaida tu ili afurahie safari yake kuelekea Unguja. Na kwa uaminifu na usalama mkubwa, mashua hiyo inamfikisha Nora bandarini na kupokelewa mizigo yake na dereva wake. Nora akamuomba dereva ampe begi, kisha amchukue video akiwa anaelekea kwenye gari, na hatimaye Nora anafika kwenye gari na kupelekwa kwa Hani Unguja kwa familia yake iliyopo huko. Mnamo kama saa 11 jioni, Nora akafikishwa Forodhani. Kumbe familia yake imehamia huko kando ya bahari nzuri ya Hindi. Akafunguliwa mlango na dereva, kisha kwa furaha kubwa akasema, Oh, na furaha sana kurudi nyumbani tena. Na haya mandhari mazuri sana. Dereva, hapa tupo wapi? Pazuri sana. Ona bahari ile. Madam, tupo Forodhani kule kwa Hani. Tumehama takribani miaka 5 sasa. Punde si punde, familia ikatoka na kumkaribisha Nora nyumbani kwa furaha kubwa. Binamu yake Nora aitwaye Zainab akamkumbatia Nora na kumwambia, Jamani dada, usinione nalia. Hii yote furaha kukuona tena, maana kila siku kwenye simu. Oh dadangu Nora, karibu nyumbani. Ila Zainab, ndo nini lakini kunifanya na mie nitoke machozi? Usijali Zainab, yote maisha na kila kitu kina muda wake, na huu ndo muda sahihi kwangu kuwepo hapa pamoja nanyi. Asante, nimekaribia nyumbani. Bibi na babu, shikamoni. Marhaba Nora kipenzi. Baada ya Nora kusalimiana na familia, Zainabu akaambiwa ampeleke na kumwonesha Nora wapi atakuwa analala. Sasa dada, humu ndipo utakapokuwa unalala. Ila Nora, hujanipa zawadi. Ila Zainab, zawadi zipo. Hujaona yale mabegi? Kwani usiwe na wasiwasi. Acha mie nikaoge kisha nipumzike. Baadaye tutaongea, sawa? Dada bwana. Sawa, pumzika. Acha mie nikakuandalia chakula ili ukiamka upate kula. Okay, sawa Zainab. Nora baada ya kupumzika sasa, akaanza kupasifia Zanzibar na alipata hamu ya kutaka kuiona zaidi. Kwa kweli hapa Zanzibar ni pazuri sana, na nyumba sasa hivi ilipo pazuri. Kesho nitamwambia Zainabu akanitembeze mjini na maeneo tofauti nipaone. Ikafika muda wa kula Nora, ndipo alipoanza kuzungumza na Zainab na kumwomba amtembeze maeneo mbalimbali ya Zenji, na akamuuliza pia kuhusu duka lake lilipo mjini. Zainab, unajua nimepami sana nyumbani. Natamani kesho unitembeze maeneo tofauti. Vipi kuhusu duka lako? Bado unalo au huna tena duka? Dada, najua tu ulipami sana, na ulipokuwa unakuja huku nadhania ulirukaruka. Duka lipo na kesho nategemea kwenda kufungua mzigo mpya. Tukitoka dukani nitaenda kukutembeza dada, usijali. Sasa tulee hapa alafu tukalale mapema, maana kesho tutatembea sana na inabidi tutoke mapema asubuhi. Zainab, ndo kwanza nimetoka kuamuka jamani. Sawa, basi usichelewe tu kulala.
Usikose sehemu ya pili. Mapenzi ni baina ya watu wawili, wala hakuna tena siri, maana si tumeshabaini. Walid na Nora ni hadithi ya upendo, kwa vingi vikwazo Walid na Nora wanavikwepa, wanapenda, wanasikilizana.